Kuna wazazi wakikufa, na mimi siombei mzazi yote akufe, tunataka muishi maisha marefu. Kuna wazazi wakikufa vitu zinafunguka. Kuna baadhi ya wazazi wakikufa tu unaanza kuona mtoto amenunua shamba, mtoto ameolewa, mtoto ameletewa posa, hata mwenyewe kwa ameposwa posa mahari zimeletwe, unaanza kuona njia zikifunguka. Watoto wanaanza kulia, wanasema, kwa nini Mungu haukunibariki mamangu akiwa hai? Mamangu ameteseka. Mamangu ameteseka, kwa nini haukunibariki akiwa hai? Huenda huyo mamako ndio alikuwa yeye ndio kifungo. Na kwa sababu amekufa, kifungo kimeisha, ndio umefunguka. Wazazi wengi, especially wazazi wa kamba, sio wote, ni wenye hawakuwa na dini, wenye hata walikuwa na imani zao za majadi. Wazazi wengi, nataka ujiangalie kwa kifua hapa, uone kama umekatwa, umechanjwa. Na kikamba zinaitwa ndoo, na kuna venye zinakuanga zimepangwa. Ningekuwa na uwezo ningefunua hii nguo, kama singekuwa Muislamu niwaonyeshe. Alhamdulillah, mimi sina, alhamdulillah. Sawa, lakini hiyo imaanishi ati wakamba wengine hawana. Sawa. Wakati mwingine unaweza ukapata kuna inategemea labda hamkuwa mmezaliwa. Unaweza ukapata madada zako wakubwa wako nazo na nyinyi hamna. Inategemea wakati mlizaliwa, labda mamako alijua hata huyo mganga alikuwa ni ujinga, amemdanganya, hakuna kitu amefanya. So hata watoto wengine wadogo hakuwapeleka, na hapo ndio akajua hii ni uongo. Hizo kinga, hizo vitu zenye mliambiwa zitawaka, hakuna kitu iliwaka. Mlifunga watoto wenyu hawapati waume, watoto wenyu waolewi, watoto wenyu yani vitu zimejifunga. Kwa sababu nyinyi mlienda kwa binadamu mwenye anaenda kwa choo kama nyinyi, mkaenda akawaambia nataka kuwapatia protection, na yeye mwenyewe hana protection. Wazazi, kama kuna mzazi bado ako na hiyo akili sahihi ya kuenda mahali mnaendanga kuangaliliwa vitu zenyu, kuwekelewa mikono, kuchunguzwa, unaanza kusema siri za mtoto wako, unasema mtoto wangu ako majuu, ako hivi, unaambiwa wacha tumfanye hivi, wazazi mnawaumiza watoto. Na ndio unaona kwa hiyo boma yenye ulienda ukaweka mbingo, ukaweka ngati, ati hakuna mtu atakuja kuiba kwa hiyo boma, hakuna kitu kitafanyika. Angalia, kwa hiyo boma hakuna ng'ombe, hakuna mbuzi, hakuna kukuruku, hakuna hata gari, hata wirubaro hivi, hata kesululu hakuna. Kwa sababu ya kumwamini binadamu. Kukata story short. Kukata nini story short, mliniambia niongeange haraka. Kaa ukijua hakuna protection yoyote kwa hii dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu na kusoma dua zako na kuomba. Nataka niwaambie muache kuenda kuangaliliwa mambo zenyu. Juu mkienda kuangaliliwa mambo zenyu, kwanza unamwambia mambo yako ndio akuangalilie. Munaenda mnatoa neema zenyu zinaenda hivyo. Hizo nyota zenyu zinaenda hivyo. Kuna ka gift kazuri Mungu alikupatia, unaenda unapayuka, kanachukuliwa. Hakuna kitu. Jini ndio akuje. Unajua nyinyi mnaendanga kuangaliwa vitu zenyu na watu wenye wanatumia majini. Sawa. Na jini akikuja akipata kitu kazuri, anachukua na ama anaiba. Sijuzi jini aliniibia chaja hapa chini, ikapotea. Mimi niko na uhakika chaja yangu nilienda kuipata wapi after kufanya dua, after kuomba. Na hiyo kitu niliwaambia, nilienda kuipata mahali mpaka nikauliza, kusema ukweli mimi si kuweka hii kitu hapa. Na hakuna mtu alichukua hiyo kitu. Watu wanaibanga, majini wanaibanga. Na hivyo ndio wanakujanga, wanaingia na ndio jini akuje kwako. Anakujanga kwako siku 3, anasimama mbali, anaanza kuchunguza, anasikia kama atasikia music, anasikia, anaangalia kama anachungulia kama unaomba, anachungulia kama unafanyanga dua za protection. Maana yake ukifanya dua za protection hataweza kuingia kwa nyumba yako, hataweza kuingia kwa mwili yako.
Wazazi, mlishindwa kufanya hivyo, ndio mmefanya hata tumekuwa masikini, vitu zetu zimejifunga. Nyinyi mbona mliolewa? Sisi kwa nini tusiolewe? Nyinyi mbona hata mlikuwa na makombi? Kwa nini sisi hatuna makombi? Wazazi, kama we ni mzazi kama huyo na unajua ulifanya kitu, ama saa hizi wewe ni huyo mzazi mwenye unaendanga unapeleka mtoto wako anaekelewa mikono na kila mtu anaombewa na kila mtu anafanyiwa venye anafanyiwa na kila mtu, stop. Ukitaka kinga lamba chini, kaa chini, ongea na Mungu wako kama umenyenyekea na si kama umekaa kwa kiti. Hapo pigia Mungu makofi, magoti. Pigia Mungu, kaa chini, unyenyekee, uombe Mwenyezi Mungu msaada. Umwambie Mungu, nimekuja na nataka msaada. Na hakuna mtu anaweza kanisaidia. Sina kinga yoyote isipokuwa wewe Mungu. Vitunguu saumu nimejaribu, cinnamon nimejaribu irizi, nimejaribu kila kitu. Mungu, hasijapata kinga. Tubu dhambi zako. Wacha kitu kinaitwa wacha usherati. Wacha zina. Zina inafunga kila kitu na zina inarudisha vitu zako nyuma. Maanake ukifanya zina utakaa 40 days ndio uombe maombi yako ikubalike. Sawa? Kwa hivyo guys, kama we ni mzazi, unajua namna moja ama nyingine uliteleza. Kabla hujakufa, tafadhali wazazi tuelewane. Kabla hujakufa, unajua kuna mahali iliwekwa irizi, unajua mahali kuna mahali kidhito ilichimbwa na ikawekwa chini. Mzazi, kwa niaba ya watoto wote millennials, wazazi, na kwa niaba ya wazazi wenye millennials, wazazi wenye mumezaa watoto wa 2000, watoto wa 20 nature, au watoto wote sasa wengine wako na 20 years, wengine wamefikisha umri wa kuolewa, wengine wako 17, wengine wako 14, wengine wako kwa niaba ya hao wazazi. Si unajijua saa hizi kuna mahali ulienda ukafanya ndio ukidhani unatengeneza. Kama we ni millennials, ni mzazi millennials, kuna mahali ulikosea ukitafuta msaada kwa njia ambayo si ya Mwenyezi Mungu. Tubu dhambi yako, naenda utengeneze vitu kabla ijaramba watoto. Anza ku-reverse zako na za huyo mtoto. Anza ku-reverse, anza kufungua vitu. Na kama we ni mzazi mama kina millennials na mama kina mabibi mnembu mnemya au wengine mimi siwajuangi, after millennials mimi sijui hao wengine wako juu, tafadhali nenda utubu dhambi zako. Bado nafasi iko. Kaa chini mahali ulikosea, hata kama mtatuambia, na kama hauna uwezo wa kuweza kuchimba pale, tafuta mtoto mmoja mwenye ana akili ya kuelewa. Mwambie mtoto wangu, na utafute mwenye ako na imani na mwenye anajua, yani anamcha Mwenyezi Mungu. Usiende utafute mtoto wako mbogolala huyo mwenye hata yeye ni mshirikina. Usitafute huyo. Angalia wewe mzazi, unajua watoto wako vizuri sana, unajua kale katoto kerevu na unajuanga kale kajinga kabisa. Hako kajinga wachana nako, chukua kake kenye kako na akili nzuri kuliko yako. Ndio mwambie mtoto wangu, msichana, kijana wangu, nataka ufukue pale. Nataka uende uchukue maji yenye imesomewa visomo, imwagwe hapo. Maji ifanywe rukia, imwage hapo. Ifanywe total deliverance kulingana na dini yako, imwage hapo. Kijana wangu, kitambo zamani za kale tulifanya hivi na hivi na tukaweka vitu hapo. Kijana wangu, hii nyumba ibomolewe, tuliweka hapa nini. Kijana wangu, msichana wangu, ambia mtoto siri, mtoto mwenye ako na uelewa. Vitu boma itolewe idhito, boma itolewe irizi, boma ikue safi, ndio vitu zifunguke. Wazazi, tuache, yani sasa nyinyi Mungu amewapatia maisha marefu, miaka 100, alhamdulillah. Sisi tutateseka hiyo miaka yote, ndio ukufe vitu vifunguke. Mzazi, fungua vitu na mapema. Mtuweke huru, maanake tumechoka. Tumechoka na vifungo kila mahali, kila kitu imejifunga. Wazazi, maisha ya kale sio kama ya hii muda. Huu muda tunatumia nguvu sana. Zamani mlikuwa na mashamba, mlikuwa na kila kitu. Hata mkirogwa, hata mkifanya vitu zenyu za ushirikina, hata mkuwa mnajua. Lakini maisha ya saa hizi ni tofauti. Mtu mwenye anajini kwa mwili, mtu ako na vifungo, vitu zinajifunga design nyingine na watoto wanaumia. Na labda wewe unajua kikulacho mtoto, unakijua ni mahali ulikosea. Tubu, na vitu ambazo umefunga mahali, umeweka kwa nyumba, uliweka ukiambiwa ni kinga, sema mahali ziko
ziende zifukuliwe kwa njia ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akuwe mwenye kutufungua, ndio tufunguke sisi wote, ufungue wajukuu, ufungue vitukuu, na halafu utaanza kuona mwanga kwa boma yako kabla ukufe kama umefunguka, kwa sababu adhabu za kaburi zinaku